Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu kwenye Sauti ya Hadithi. Ni wako David Michael Wimbi, Mrs. Wimbi's Baby Boy. Na leo nimepanga kukusimulia hadithi ya zamani inayojulikana kwa jina la Wezi Wakamatwa. Kaa nami, asante. Mimi ninaitwa Majura. Ninasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Pamba katika jiji la Mwanza. Mimi na wazazi wangu tunaishi katika mtaa wenye nyumba nyingi na watu wengi. Mara nyingi watu wa mtaa wetu hulalamika kuwa nguo wanazofua na kuzianika nje huibiwa. Wakati mwingine hata sufuria, sahani, vikombe vinavyoanikwa kwenye vichanja nje huibiwa. Hata hivyo, walikuwa hawajawahi kuwaona wezi au wadokozi wa vitu hivyo. Siku moja mabalozi, wajumbe wa nyumba 10 wa mtaa wetu wa Mabatini waliitisha mkutano wa watu wote. Mkutano ulizungumzia habari za wizi huo. Mzee mmoja aitwaye Magele alisimama akasema, "Jamani, nawaambieni, kikulacho kinguoni mwako. Wanaotuibia hawatoki mbali, ni watu wa humu humu mwetu." Watu wengi walimuunga mkono kwa usemi huu. Walipanga mbinu za kuwakamata wezi. Walikubaliana kuwa mtu akimwona mwizi apige kelele au filimbi. Kila atakayesikia kelele hizo atoke haraka kusaidia kumkamata mwizi. Hatimaye mzee Jessa ambaye ni mjumbe akasema, "Lazima tuikomeshe tabia hii. Tukishirikiana tutafaulu, kwani umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu." Mkutano ulikwisha na watu wakarudi makwao. Siku moja baada ya miezi miwili, mimi na wenzangu tulikuwa tunacheza mpira mbali kidogo na nyumbani. Tulisikia kelele za mwizi huyo akamatwe. Tuliacha mpira tukaenda kumuona aliyetokea. Lo! Kundi kubwa la watu lilikuwa linawakimbiza wezi wawili ili wawakamate. Wezi walikuwa wameiba nguo na sufuria. Walikuwa wanakimbia kama pikipiki. Wanaingia uchochoro huu, wanatokea uchochoro mwingine. Mambo yalipochacha, wakatupa zile nguo na sufuria, wakaendelea kukimbia. Zile kelele ziliwafanya watu wengi watoke nje na kuangalia. Basi huko walikokuwa wanaelekea wezi, watu wakawa nje, nao wakawasubiria. Lo! Kona hii na hii watu walikaa tayari kuwakamata. Wezi walikamatwa. Walikuwa wanatweta kwa uchovu na hofu. Bila kuulizwa, kila mmoja alisema, "Sio mimi, sio mimi, tulikuwa tunapita tu, sio mimi, sio wezi sisi." Watu waliojawa na hasira walianza kuwapiga kwa fimbo na mawe. Wezi walianguka wakagaragara chini huku wakipiga kelele. Walilia kwa uchungu sana. Baadhi ya watu walisema wezi wasipigwe, lakini wengine walisema wapigwe. Kwa bahati nzuri, wakaja askari polisi wawili. Wale askari walisema kwa sauti kubwa na kwa pamoja, "Acheni kuwapiga!" Basi watu waliacha kuwapiga. Hata hivyo, wezi walikuwa wamekwisha jeruhiwa. Askari waliwahoji wezi wale, "Wewe unaitwa nani?" Yule mwizi mmoja akajibu, "Mimi naitwa Bida na huyu ni Kacha." Askari akamkatisha, "Sikuuliza jina la mwenzio. Unaishi wapi?" Yule wa pili akajibu, "Sisi tunaishi hapa Mabatini. Tusamehe, hatutarudia. Tumejuta, tusamehe." Wale askari waliwafunga pingu na kuwapeleka kituo cha polisi. Waliwaweka rumande. Kesho yake walipelekwa mahakamani na kushtakiwa kwa kosa la wizi. Baada ya wiki moja walihukumiwa kifungo cha miaka 2 kila mmoja. Toka walipokamatwa wezi hao, hapakutokea wizi tena Mabatini. Muda wa kifungo ulipokwisha, Bida na Kacha walirudi nyumbani. Waliacha wizi, wakawa raia wema. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu. Nashukuru sana kwa kutenga muda wako na kunisikiliza. Kama ni mara yako ya kwanza katika chaneli yangu, naomba unionyeshe upendo wa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, kwani ni bure
lakini inaniongezea nguvu ya kuendelea kuandaa simulizi zingine. Si mwingine bali ni wako David Michael Wimbi, Mrs. Wimbi's baby boy. Nakupenda sana. Mungu akubariki. Kwa heri.